Let's talk about food additives today. Kwa Kiswahili tunasema viungio vya chakula. So kwenye hii video nitaelezea nini maana ya food additives, ni kwa nini tunazitumia na aina mbalimbali za food additives ambazo tunaziweka wakati tunasindika vyakula. So kama uko interested, please keep on watching. Hello everyone, karibu ni Bee Academy ambapo tunadiscuss topics mbalimbali kuhusu food processing, nutrition, biashara na ujasiriamali kwa ujumla. So kama uko interested na topics kama hizi, usisahau kusubscribe to our YouTube channel na nenda ka follow our Instagram page as well as TikTok ili uweze kupata updates kila nitakapo upload video mpya. So let's get started. Leo I thought niongelee kuhusu food additives, yani viungio vya chakula. Maana yake ni nini, kazi inayoenda kufanya na ni aina gani za food additives ambazo tunaziweka kwenye vyakula wakati wa usindikaji. Tukianza na maana, food additives au viungio vya chakula tunasema ni kitu, ni substance, yani vitu ambavyo vinaweza vikawa asilia au artificial ambavyo tunaviweka kwenye vyakula ili kuweza kufanya kazi mbalimbali au kutupa matokeo mbalimbali. So tunaweza tuka add additive kuja labda kuongeza urefu wa maisha, yani tunasema shelf life ya kile chakula kikae kwa muda mrefu. Tunaweza ku add additives kuongeza ujazo wa kile chakula, kuongeza ulaini, kuwa smooth. So hizi additives zinakuwa zina kazi mbalimbali. So kutokana na kazi ya hizi food additives tumezikategorize katika makundi manne. Kundi la kwanza tunasema ni nutritional agents. Hizi ni food additives ambazo zinaenda kuongeza kirutubisho kwenye hiko chakula. Kama neno linavyosema nutrition, nutrition maana yake ni virutubisho. So inaongeza virutubisho katika hicho chakula. So kwa nini tunaongeza virutubisho? Inawezekana wakati wa kufanya usindikaji, ile process, labda umeanza kusaga unga au umechemsha, umepika ile bidhaa yako, kuna virutubisho vinaweza vikapotea kutokana na joto, kutokana na hewa na kadhalika. So tunakirudisha kile kirutubisho kwenye kile chakula. Mfano kama kilikuwa 100, then imepungua mpaka labda 40%. So we want ile kirutubisho kirudi katika hali yake ya kawaida. So tunaongeza kirutubisho hicho kwenye hicho chakula. Kesi ya pili inaweza ikatokea kwamba chakula hicho hakina kirutubisho kabisa, lakini tunataka hicho chakula kiwe kina kirutubisho hicho. So tunaweza tukaongeza food additives ambayo ina hicho kirutubisho. Kesi ya tatu inawezekana tunataka chakula hicho labda kina kirutubisho A, lakini kipo katika level ya kiwango cha chini. So we want kuongeza ile level ya kile kirutubisho. So again we will add this nutritional agent. So hizo ni case tatu ambapo tunaweza tukazitumia hizi ni nutritional agents. Mfano case ya kwanza hii ambapo labda umefanya usindikaji na virutubisho vimepotea. Mfano mzuri, when tunavotengeneza juice, mfano juice ya machungwa, tunasema tuna virutubisho vya vitamin C. Lakini vitamin C wakati tunatengeneza juice tuna process inaitwa pasteurization, kwamba itachemshwa kwa kiasi fulani ili kuweza kuwa vijidudu na iweze kuwa packed. Unakuta ile vitamin C inakuwa ina tabia ya kupotea, kwa sababu ikiwa inapita kwenye joto inakuwa inaharibika, tunasema ina degrade, so inapotea. So ikiwa inapotea, sasa tunataka turudishe ile juice katika vile virutubisho vyake vya ambavyo vya asili, yani kwamba ina vitamin C ya kiwango cha juu. Tunaweza tukaongeza vitamin C ili kuweza kurudisha kile kirutubisho. Kesi ya pili ni mfano hicho chakula tumesema hakina kabisa hicho kirutubisho, lakini tunataka kirutubisho hicho kiwepo kwenye hicho chakula. Mfano mzuri ni chumvi. Na chumvi mara nyingi inaongezwa kirutubisho ambacho nini? Ni iodine, kwa sababu chumvi asili yake haina iodine, ni sodium chloride, na sodium na ina chloride. Lakini zamani watu walikuwa wanagundua kwamba kuna watu wanakunywa chumvi, wanakula chumvi, lakini wana develop nini? Goita. Wakaja wakagundua katika zile chumvi kulikuwa kunakosekana na kirutubisho cha nini? Cha iodine. Sio ndio maana chumvi nyingi ukienda masokoni unakuta zimeandikwa pale fortified with nini? With iodine. Fortification ndio hii neno linaitwa fortification, kwamba tunaongeza kirutubisho ambacho hakikuwepo katika hicho chakula ili kuweza kupata manufaa ya kiasi ya aina fulani. Na hata hizi kwenye mara nyingi kwenye unga wa sembe unakuta sometimes wana add virutubisho ambavyo vipo kwenye hii, yani ambavyo havipo kwenye hicho chakula. Mfano kwa Tanzania I think kuna organization inaitwa Sanko ambao wao wanaupuzia virutubisho na wanawapa wale wanaosaga unga
wanakuwa wana add kwenye zile unga, so unakuta zile unga zinakuwa zinaongezwa virutubisho vya aina fulani. Na kesi ya tatu ni kwamba ikitokea mfano kama chakula hicho kina kirutubisho fulani, lakini we want kile kirutubisho kiongezeke zaidi, yani kitokee zaidi, yani kiwe katika percent kubwa. So at the same time tunaweza vile vile tuka add kile kirutubisho. So those are the some of the cases ambazo tuna add nutritional agents. Na nutritional agents mara nyingi ni hizi madini, mfano kama minerals na vitamins, mara nyingi ndo nutritional agents. Ukienda kuangalia kwenye cornflakes, hizi cereals, sijui cereals, oats, Weetabix, unakuta zingine zimeandikwa kabisa pale fortified with vitamin E, madini hii, ili kuweza kukuta labda wakati unampa mtoto vile vyakula anaweza akapata yale madini kama atayakosa katika vyakula vingine. So hii ndo kazi moja ya nini, ya food additives ambazo zinaenda kufanya kazi kama nini, nutritional agents. Category ya pili ni processing agents. Hizi ni food additives ambazo tunaziweka ili kusaidia katika usindikaji wa vyakula, au wakati bidhaa yako umeshaisindika iweze kumaintain texture fulani au utelezi fulani kwa muda mrefu katika ile kipindi mpaka inapokuja nini, kuharibika. Okay, mfano kuna kitu tunasema ndani ya hizi processing agents ndo kuna kitu tunaita stabilizer, emulsifier, pH control additives, acidity regulators, kadhalika na kadhalika. Ziko nyingi lakini nitaelezea chache. So mfano ukienda kwenye stabilizer kazi yake inafanya nini? Mfano mzuri ukiwa unatengeneza yogurt ina umbile wa kama unajivuta fulani, kama liko limejaa fulani. So hiyo ndo kazi ya stabilizer. Stabilizer inakuwa inafanya ile product yako maintain texture fulani au thickness fulani kwa kipindi cha muda mrefu, kama inavyosema ina stabilize. So mfano kama bidhaa, mfano kama juice, usipoweka stabilizer ina tabia kujitenga kikawaida, yani kutengeneza juice za kinyumbani kikawaida, baada ya muda inajitenga. Sasa stabilizer itafanya ile product yako iwe katika uniform texture, yani ule utengano hutaiona. Ndio maana ya kazi inaitwa nini, stabilizer. Sasa kwenye hizi stabilizer kuna stabilizer tofauti, kama ushawahi kusikia ndio hizi utazikuta pectin, utasikia modified starch. Hizi zote zinaingia kwenye nini, stabilizer. Mfano hizi zinatoka kwenye ice cream, kwenye yogurt, kwenye juice, kadhalika na kadhalika. Sasa nyingine kwenye hii processing agents kuna kitu nacho kinaitwa emulsifier. Mfano kwenye bidhaa ambazo kama kuna mafuta, labda let's say pilipili, mara nyingi tunatumia emulsifier kwa sababu emulsifier kazi yake ni nini? Inazuia utengano kati ya maji na mafuta. Kikawaida ukichanganya maji na mafuta, maji yanajitenga na mafuta yani mafuta yanapanda juu, maji yanakaa chini. So emulsifier inachokifanya, inafanya ile texture, yani usione ule utengano kwenye ile nini, kwenye bidhaa yako. Ndio hii unaweza emulsifier pia inatumika kwenye ice creams, inatumika mfano kwenye bidhaa labda za pilipili ambazo zimetengenezwa labda zimewekwa na mafuta humo ndani. Lazima utumie emulsifier ili ile bidhaa yako isitengane, kwa sababu bidhaa yako ikija ikitengana, mteja anaweza asipendelee au kadhani kwamba imeharibika, while it is very natural, lakini ile emulsifier inaepusha hii utengaji ya mafuta na maji. So that is the function of emulsifier. So emulsifiers nazo ndio hizo unasikia lecithin na soy lecithin, kuna GMS na kadhalika na kadhalika. So hizi zinaweza kutumika kwenye ice cream, kwenye yogurt vile vile. Mfano kama kwenye maziwa ya ng'ombe huwa kuna mafuta, so wengine wanatumia hizi emulsifiers ili kuepusha yale mafuta ya kutengana. So hizo ni kazi ya vile vile ni processing agents. Nyingine ni pH control. Mfano kama hizi tunasema ndimu ya unga, ukisikia vinegar, nazo zinaenda kufanya pH control. Mfano inaenda nasaidia bidhaa yako iwe katika pH fulani, kwa sababu tunajua kwamba kwenye upande wa pH, yani uchachu wa bidhaa inapokuwa chachu inakaa kwa muda mrefu na inazuia vijidudu au bakteria kukua kwenye ile bidhaa yako. So ile kama hizi citric acid au vinegar, acetic acid, zinaenda kufanya kazi kwamba ile bidhaa yako iwe katika pH fulani, na vile vile inaweza ikasaidia bidhaa yako kwa muda mrefu, kwa sababu inaepusha vijidudu kukua katika ile
hali ya nini, ya uchachu. So ziko nyingi na nyingi. Mfano hata kwenye unga wa ngano kuna kitu kinaitwa bleaching agent. Maana ukuta unga ambao umesagwa kiwandani kwa mweupe, mfano PPF unakuwa mweupe, wanatumia kuna bleaching agent kwa una muonekano fulani. Mfano kwenye mafuta pia inatumika bleaching agent, unakuta mafuta yako yako very clear, yani mafuta yako kama maji. Pia hiyo inatumika bleaching agent ili kutoa ule muonekano. Maana ukiangalia ile alizeti ambayo ile ina harufu, unakuta mara nyingi inakuwa very dark, yani inakuwa kama ina rangi nzito kuliko hii ambayo imefanywa processing, imefanywa refined. So hizo ndo kazi tofauti za nini, za hizi processing agents. Category ya 3 tunasema ni preservatives. Kama neno linavyosema preservatives ni kwamba ni hifadhio, inahifadhi kwa ile bidhaa yako kwa muda mrefu. Ndo hizi ambazo mfano sodium benzoate, potassium sorbate, calcium propionate, hizi zinafanya kazi ya kwenda kuhifadhi bidhaa. Ziko nyingi na kadhalika. Just nimesema zile ambazo zinajulikana sana. So hizi ziko tofauti kutokana na kimelea au microorganism ambavyo una prevent ile bidhaa yako kusumbuliwa nayo. Mfano kama kwenye bidhaa unakuta labda bidhaa labda za juice, unaweza kukuta ukatumia sodium benzoate kwa sababu ni rahisi sana bakteria kuingia na kuharibu ile bidhaa yako. Unaweza kukuta ukienda kwenye upande wa cheese, inaweza kukuta pale sana ni yeast na mold unaopigana nao. So kutokana na bidhaa au na nature ya bidhaa yako inakuwa tofauti. Unakuta kuna bidhaa zingine hazihitaji kabisa hizi preservatives. Mfano kama bidhaa kama unga hazihitaji preservatives kwa sababu tayari hazina moisture, ni vigumu kuharibiwa na hivi vimelea. Lakini labda uhifadhi wake unaweza ukawa tofauti, kabidi uhifadhi ili hewa isiingie. Labda hewa ikiingia ndo unyevu ndo hivi bakteria vinaweza vimelea au ukuvu inaweza ikaattack ile product. So hizi sodium benzoate na potassium sorbate tunaziita ni antimicrobials. Kwamba antimicrobial kwa maana yake nini? Inaepusha baada ya kupika labda ile bidhaa yako hapo ukaweka hii sodium benzoate au potassium sorbate, inakuwa inaepusha ile bidhaa yako kuruhusu ukuaji wa vimelea ambavyo sio rafiki. Lakini kwa upande mwingine kuna kitu tunaita ni antioxidant. Hizi antioxidant zinafanya nini? Zinaepusha uharibikaji wa bidhaa yako kwa kuzuia process tunaita oxidation. Yani kwa sababu tunajua kuna bidhaa zingine zikiwekwa katika hali ya hewa, katika hali ya jua zinaharibika. So mara nyingi hizi antioxidant zinakuwa zinawekwa ili kuepusha uharibikaji wa hivyo bidhaa. Mfano mzuri kwenye mafuta tuna add antioxidant kwa sababu tunajua kwamba mafuta yanavyokaa muda mrefu, especially umeexpose kwenye jua, yanakuwa yanafanya ile ladha fulani hivi, yanakuwa tunaita rancidity. Sitaki kuingia deep, lakini hizi nazo ni antioxidant, nazo zinatumika. Kuna vile kwenye hizi antioxidant unakuta kuna citric acid, lactic acid na kadhalika. So inaepusha ile bidhaa yako kuharibika. Mfano kama hii citric acid kwenye upande wa matunda, kuepusha ile rangi kuepusha ile bidhaa yako kupata ile browning. So pia yani mfano kuepusha ile bidhaa kupata, ukishakata tunda kuna ile hali inakuwa kama brown flag. So hizi lactic acid, citric acid zinaweza zikatumika kuepusha hiyo hali kutokea. So preservatives can be used, unaweza kukuta kwenye bidhaa moja ukatumia preservatives moja au mbili, na kuna range ambayo inahitajika kutumika. So unaweka tu aina yoyote. Kuna guidelines ambazo zinakuguide wewe kama ni msindikaji, uweze ukatengeneza bidhaa zako kutokana na na standard, kwa sababu kila kitu ukiweka ukizidi unaharibu. So mfano kama unaweza kwenye juice, kuna some juices ukaweka potassium sorbate at the same time ukaweka sodium benzoate. Kuna zingine unakuta preservative moja inatosha tu. Kuna zingine utaweka preservatives kama sodium benzoate, potassium sorbate, na ukabidi uweke acid vile ili kuweza kuruhusu zile preservatives zifanye kwa kazi vizuri. Na mfano yani kutokana na amount ya preservatives ulioweka na amount ulioweka na aina, unaweza ukafanya bidhaa yako. Tuna bidhaa zingine zinakaa 1 year, zingine zinakaa 2 years, kutokana na preservatives yako inavyoruhusu na nature kwanza ulivyoitengeneza. Je, ulitengeneza katika hali ya usafi, kadhalika. Zote hizo zitadetermine jinsi gani bidhaa yako itakaa
au shelf life ya bidhaa yako itakaa kwa muda, inaweza ikakaa kwa muda mrefu ama. Category ya mwisho tunasema ni sensory agents. Kama neno linavyosema sensory, yani tunaangalia senses. So hapa ndo utakuta kuna colors, coloring agents, kuna flavoring na kuna sweeteners. Sasa coloring agents ni kwamba ni rangi. So kuna ambazo ziko natural na kuna ambazo ziko artificial. So hizi natural ndo maana unaweza ukazitoa kwenye vitu kama manjano, kwenye nyanya, wenyewe wataalamu wanazi extract. Ndio maana kuna zingine utasikia sokoni ambazo ni natural colors, food colors of course, lakini bei yake inaweza ikawa juu. Mfano from beetroot, mfano kama unataka bidhaa, wewe ni msindikaji and probably you want your bidhaa iwe na rangi fulani, you can actually badala ili kuongeza karangi, mfano unataka kwenda natural, you can use beetroot ili kwa ajili ya rangi ya red. Lakini probably cost zako za usindikaji zitakuwa juu. Lakini vile vile kuna artificial flavors ambazo zipo zinatengenezwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya vyakula, na huwa kuna amount ambao unaelekezwa jinsi gani ya kuiweka. The other thing is flavorings. Flavorings ni kwamba they can also be natural and also be artificial. Your flavorings mfano kama your spices, viungo ni natural, matunda, mfano kama wewe unatengeneza yogurt, you can opt instead of going for artificial flavors, ukasema bwana mimi natumia labda maembe. At that point yale maembe yatakuwa kama flavoring agent kwenye ile bidhaa yako, sababu unataka ladha ya nini? Ya embe. The last thing ni sweeteners. Sweeteners vile vile ni kwamba inaongeza utamu wa bidhaa yako. So utamu unaweza ikawa ni natural kama ni sugar hii asilia, inaweza ukatumia asali, ukatumia asali, ukatumia stevia na kadhalika. Mfano ukienda artificial sweeteners, sasa hizi ndo tofauti, yani kwamba hizi ambazo zimetengenezwa kikemikali zaidi, ambazo ndio hizi aspartame, sijui ni KK kadhalika na kadhalika. So hizo ndo different types of, mfano kwenye upande wa sensory agents ndo ziko aina hizo tatu. So those are the 4 main categories of food additives, yani kwamba tuna nutritional additives, sensory agents, processing agents na tuna preservatives. Sasa sometimes unakuta food additives moja inaweza ikaingia kwenye category tofauti, kwa sababu nimesema kwamba it depends, maybe this point unaitumia kwenda kufanya kazi fulani, lakini kwenye bidhaa nyingine unaweza ukaitumia kufanya kazi fulani. So mfano mzuri, let's say citric acid. Citric acid ni ndimu ya unga. So probably kuna bidhaa moja labda unataka iwe na uchachu wa ndimu. So at that point ile pale itatumika kama nini? Flavoring agent. Of course itakuwa ni flavoring agent. Lakini mfano ukienda labda unataka kwenye juice, labda unataka maintain pH, unataka bidhaa yako iwe na pH aina fulani ili uweze ukaruhusu preservatives fulani ziweze kufanya kazi katika hali nzuri. So kule ita-act kama nini? Processing agent. So mfano kama vitamin C. Vitamin C vile vile nao hutumika kwenye nini? Kwenye pH control, kwa sababu vitamin C ni ascorbic acid. Vile vile inaweza ikatumika kama nutritional agents. So kutokana na kazi ambayo unataka kwenda kufanya, unaweza kukuta kihifadhio kimoja ikasimama na ikafanya kazi mara mbili, yani ikafanya kazi mara mbili. So unatakiwa usome nature ya bidhaa yako, ujue ni food additives gani unataka na food additives gani unataka, ni matokeo gani unataka kwenye ile bidhaa yako, ili uweze ukachagua food additives nzuri na sahihi. So sio always unachukua tu labda bidhaa hii tunaweka food additives, yani labda bidhaa hii nimesikia kwamba inawekwa food additives hii. First of all you have to know kwamba what is the texture ambao unataka. Sometimes unaweza ukataka labda kwenye mfano, let's say mfano hizi stabilizer, ni kama nilivyosema kuna pectin, kuna starch, sawa, lakini pectin hii haifanyi vizuri kwenye, yani inaweza isifanye vizuri kwenye ice cream kama itavyofanya kwenye nini? Kwenye yogurt. Au kwenye ice cream inahitaji msaidizi mwenzake, inaweza unabidi utumie stabilizer moja au mbili kuliko kama kwenye yogurt inaweza ikasimama yenyewe. So hizi ni vitu ambavyo unatakiwa upate guidelines. Kama unaweza, ni vizuri zaidi ukawafuata watu wa kushauri zaidi ili uweze kupata bidhaa ambayo ni bora na very unique ukiwa sokoni, kwa sababu ukiweka tu stabilizer yoyote unaweza kwanza ukaharibu bidhaa,
ukajikuta unatumia kiwango zaidi na ikakugharimu. Na kingine, usipoweka katika guidelines ambazo zinaruhusu, unaweza kukuta ile additives ukaenda ukawadhuru watu wengine. Mfano kama hizi preservatives zina level yake, na unakuta mfano kama let's say sodium benzoate, labda kwenye juice unaweka, labda kwenye juice ni 0.75 grams kwa lita moja, lakini ukienda kwenye bidhaa nyingine unaweza ukabidi ushushe au unaweza ukabidi upandishe kutokana na standard. Na kingine, unatakiwa ufuate standard ya nchi ambayo unatokea. Mfano let's say, mfano course kuna ile general guideline, mfano labda ambayo inatumika sehemu yote, lakini unaweza kukuta standard ambayo inatumika labda Tanzania na inayotumika Marekani inaweza ikawa tofauti. Na ukuta additive hii inaweza ikaruhusiwa Tanzania, lakini ukienda Marekani hairuhusiwi, au ukienda Marekani inaruhusiwa, Tanzania hairuhusiwi. So hivi vyote unatakiwa wewe unavijua sana sana, uende labda ukapate taasisi kama hivi TBS, unaweza kukupa guidelines hata ni vitu gani ambavyo vinaruhusiwa kwenye hiyo bidhaa yako au ambao hairuhusiwi kwenye nini, kwenye hiyo bidhaa. So personally, what is my opinion on food additives? Najua food additives zimepata jina baya masokoni, nakuta watu wengi wanahisi labda zinaweza kuletea kansa, madhara, magonjwa kadhalika na kadhalika. So cha kwanza niseme kwamba hizi food additives ambazo zinaadiwa katika makundi yoyote, kuna guidelines ambazo zimewekwa kwa ajili ya wasindikaji na viwango maalum. So sio kwamba tu mtu ana add, na hivyo viwango maalum vimeshatestiwa na vikajulikana kabisa havina madhara. Na mara nyingi mtu anasema sawa, kuna hivyo viwango maalum, je, labda mtu akiongeza, mara nyingi personally nimeitest, yani ukiweka hivi especially ukija when you talk about preservatives au ukija kuongelea kwenye hizi viungio vya chakula vingine, ukiviweka zaidi ya ile amount, kwanza ladha ya chakula inabadilika, probably unahisi there is something different kuhusu bidhaa, mara nyingi hata uwezi kuitumia. Na kingine, madhara ya hii food additives, the amount ambao mpaka wewe uweze kuila ije kukupatia hayo madhara physical, unaweza kukuta labda unless mfano let's say usipate madhara ya sodium benzoate, au yani kama unywe sumu ya sodium benzoate, the amount labda you have to eat 1 kg, yani kama ni overdose, same as kama dawa hizi za Panadol whatever, there is an amount to kill, the effect is not there. Lakini unless kama ule amount nyingi, probably umedhamiria, ndio hiyo effect. So kusema kwamba eti bidhaa ukila ya process, labda kwa sababu ya hii soda au hii juice nimekula au preservatives nilizokula hapa itaniletea madhara fulani au italetea ugonjwa fulani labda just by 1 chupa, most probably hizo yani madhara mfano madhara mengi kwenye hizi vyakula ambavyo viko processed, mara nyingi ni kwa sababu high sugar, mara nyingi ni kwa sababu ya mafuta, labda hivi vyakula unakuta crepes, sijui biskuti na ni vyakula ambavyo unataka, yani mfano kama let's say sukari tuseme, nao ni food additives. Madhara yake sio kwa sababu unakula biskuti moja, probably it's your lifestyle for a long time mpaka imekuletea hiyo athari. So kusema kwamba certain food additives inaweza ikaletea madhara hii au hii food additives ndio inaenda cause cancer, yani it's very unlikely, na hamna kitu ambacho mtu labda amekufa au ugonjwa labda waseme mtu amepata labda cancer kwa food additives hii ndo sababisha hii cancer. Yani hao magonjwa mara nyingi it's your whole lifestyle. Unaweza kusema kwamba food additives yani ndo imekuletea hiyo madhara, haipo hiyo. Na kwamba na watu wameshafanya, wameweka guidelines, wameweka kiwango ambacho kinatakiwa, na mara nyingi watu ambao ni wasindikaji na ambao bidhaa ambazo zimekuwa standardized au zimethibitishwa labda na mashirika labda ya viwango kama TBS, unakuta mara nyingi zipo under this guidelines. So kusema kwamba food additives they are directly linked na cause kitu fulani, hiyo ni uongo unless they own risk. Yani bado hiyo research au hiyo kitu kutokea kimekuwa linked direct. Probably na shauri yes, go for foods ambazo you're making at home, sio kila siku unakula processed foods. Processed foods mara nyingi ni yani mara moja, it has to be even if you're going to eat, has to be 20% of your daily, yani kama isizidi 20%, lakini kama 80% you're going for organic foods, kusema unakula vyakula ambavyo ni organic, vyakula ambavyo unatengeneza mwenyewe, umepika mwenyewe, hiyo effect kusema food additives will give you that
mimi sioni the direct link. Na if you say that you're not going to eat food additives kabisa, then probably you shouldn't eat anything, kwa sababu sugar is also food additives. So ukiwa unapikia unaongeza ladha, it's a flavor enhancer. Chumvi ni food additive, lakini kuna some which are natural na some which are mainly artificial, kwa sababu kuna bidhaa zingine mtu anakuambia labda organic processed au mtu ameprocess organic, yani vitu vyake ni organic. Mara nyingi anaashiria kwamba ameweka food additives, lakini ametumia zile ambazo ni natural. Lakini na vingine unakuta hizi kama stabilizers, unakuta sources zake zimetokea kwenye nini, kwenye natural. So mfano kama pectin inatokea kwenye maganda ya machungwa. Unakuta wengine rangi labda nyekundu inatokea kwenye vitu kama nyanya, inatokea kama beetroot, kadhalika na kadhalika. So I recommend watu sana wasome ingredients, wajue ni ingredients zipi na zipi na zipi, na probably go for products that don't have much food additives. Yani ukiona vitu, yani unakuta product makeup nzima ni food additive, mara nyingi usichukue. Unakuta kama hizi labda, yani unakuta labda maybe ni ice creams ambazo zimechanganywa tu maji, rangi nini, haitokuletea madhara, lakini probably nutritionally inakuwa kitu ambacho sio. So when you're going for processed food, hata kama unasema bana I'm going for a processed food, basi angalia vile which are more nutritional benefit to you. Kusema kwamba food additives are linked to certain magonjwa fulani, no, probably it's your whole lifestyle. Na unakuta sometimes hata hivi vyakula ambavyo tunakula nyumbani ndio tunatengeneza wenyewe, lakini viko hai na mafuta, makaango mengi, sukari nyingi, inaweza kukuletea madhara zaidi hata kula hiyo chakula ambacho kimewekwa nini, food additives. So chakushauri, so many ingredients. I'll try to in the next video, kama mnataka, please comment below. Maybe I should take different food products, tujaribu kusoma food ingredients na kuidentify codes mbalimbali ambazo zinatumika kwenye vyakula na kadhalika na kadhalika. So kwa leo niishie hapo. I hope nimeeleweka. So if you like videos kama hizo, subscribe to our YouTube channel na kufollow our Instagram page as well as TikTok kupata updates kila nitakapo upload video mpya. Mnaenda na follow Nebiha Food Products uweze kujua bidhaa zetu mbalimbali, chili sauces, yogurt, ugalishe na kadhalika. So until next time, bye bye.